Tarehe 11 mwezi wa 9 ni siku nilikumbuka sana katika akili yangu. Marafiki zangu msikitini walisema kwamba Uislamu una ushindi dhidi ya shetani mkuu. Tazama, tumemshikisha adabu. Karibia kila mtu niliyemjua alikuwa akicheza na kusherehekea, na nilijivunia sana. Nilidhani kwamba hatimaye tumewalipa wa Marekani kwa yale yote waliotutendea. Jina langu ni Mohamed Faridi. Nilizaliwa katika jiji la Tehran katika nchi ya Irani mwaka 1984. Hiyo ni miaka minne ya umwagaji damu katika vita machafuko baina ya Irani na Iraki. Nilizaliwa katika familia ya Kiislamu. Nina kaka wawili wakubwa, mama yangu na baba yangu, kwa hiyo tulikuwa watano. Nakumbuka kwamba mjomba wangu na binamu zangu wawili walijiunga na vita kwa hiari. Waliyatoa maisha yao kwa ajili ya Uislamu. Walijitolea muhanga kwa ajili ya Uislamu, na familia yetu ikawa familia ya wafia imani. Picha ya mjomba wangu ilikuwa imechorwa kwenye ukuta wa msikiti mkubwa zaidi katika mtaa wetu, na kweli tuliheshimiwa sana. Nakumbuka kwamba tulipokuwa na familia, ndugu na jamaa wakija nyumbani kwetu, bibi yangu na babu yangu alikuwa akiwaambia, tumemtoa mwanetu kwa ajili ya Uislamu, tumemwaga damu na kuyatoa maisha yake. Nilizaliwa na kukua nikisikia habari kuhusu mtoto wa miaka 13. Inasema kijana huyo, wakati vifaru vya Iraki vilipokuwa vikielekea kwenye mji wake, alichukua mabomu kutoka kwa askari wafu na kisha kujirusha mbele ya vifaru na kujilipua na kuzuia uvamizi huo. Akawa mfano wa kuigwa katika wakati wetu. Kipindi tulipokuwa shule ya sekondari, tulizisoma habari zake. Tulitaka kuwa kama yeye. Tulitaka kuheshimiwa kama yeye na kuwa afya dini ya Uislamu kama Waislamu wa jihadi. Sehemu kubwa ya makuzi yangu ilikuwa ni misikitini, katika makaburi, katika madarasa ya Qur'an. Walitufundisha hivyo kwamba ikiwa tutakalili neno la Mwenyezi Mungu hawezi kutuchoma motoni, kwa sababu ikiwa neno lake limo kichwani mwetu na ikiwa limo moyoni mwetu, hata tuchoma motoni. Kwa hiyo masaa mengi nilikuwa na Qur'ani yangu mkononi nikiisoma na kuikariri. Huu ulikuwa ni mwanzo tu wa yale ambayo Uislamu unanifundisha. Uislamu unakufundisha namna ya uvaaji wako, jinsi ya kulala, namna unavyopaswa kulala, kichwa chako kielekea upande gani. Kila kitu na kila safu, kila kitu kidogo katika maisha yako kinaamriwa kabisa na sheria ya Kiislamu. Tulipovunja sheria ya Uislamu, tulilipa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa kujiletea madhara mwilini mwetu, tulijiadhibu ili kulipia dhambi zetu. Hiki ndicho kifaa tulichokuwa tukikitumia kwenye hilo. Tulijipiga migongoni mwetu, wakati mwingine tuliweka vipande vya vioo au vitu vyenye ncha kali juu ya hiki na kujigonga nacho mgongoni. Ndivyo tulivyojaribu kujiletea madhara haya na adhabu kwenye miili yetu ili kupata rehema za Mwenyezi Mungu. Siku 9 mfululizo nilijipiga sana kifua changu hadi kikaanza kuniuma. Nilihitaji kuendelea kujipiga zaidi, lakini sikuweza kufanya hivyo, na nikawa na aibu na hisia za kujilaumu na nikijisemea, angalia hili, wewe ni Muislamu dhaifu. Nakumbuka moja ya safari zangu nilipokwenda katika kaburi takatifu, niliweza kumuona mtu anaheshimika sana, msomi wa vitabu na sheria za Kiislamu. Nikamuuliza, nikasema, kiongozi, ni kiasi gani zaidi ninachohitaji kufanya ili kupata kibali kwa Mungu? Mwanachuoni yule wa Kiislamu alinitazama akasema, mwanangu, kuna mengi zaidi ya kufanya na hujayafanya vya kutosha. Hili lilinifanya nipoteze tumaini langu, kwa sababu nilifikiri, ni kiasi gani zaidi? Ni adhabu gani zaidi ya kujizuru? Ni sala ngapi zaidi? Nahitaji kufanya hija ngapi zaidi? Nilikuwa tayari kuitumikia nchi yangu kwa miaka 2 katika huduma ya lazima ya kijeshi, na nilifunzwa na hili jeshi la kidini kwa miaka 2. Miezi 3 ilikuwa kwenye kambi ya kijeshi. Huku tulijifunza jinsi ya kutumia mabomu, bunduki na silaha, na jinsi ya kuwa askari, jinsi ya kuwa timamu, jinsi ya kutokuwa na utambulisho zaidi ya kuwa askari Muislamu au mwanajihadi. Walikuwa wakitutaharisha kiroho, kwa sababu kubwa zaidi ilikuwa ni maisha yetu kuwa dhabihu kwa ajili ya Uislamu.
Imani ni kwamba wafia imani huwa na ngazi yao maalumu ya mkato ambayo huipanda kwenda kumlaki Mwenyezi Mungu peponi. Walikuwa na eneo kubwa la makaburi ambao lilikuwa na makaburi matupu ndani yake. Walituweka kwenye makaburi matupu wakati wa usiku ili kupigana na hofu ya kifo, na kisha wakatuambia kwamba hivi ndivyo roho yako itakavyounganishwa na roho ya kufa kishahidi au jihadi. Na ninakumbuka walipotuweka kwenye makaburi hayo, kulikuwa na giza sana, kulikuwa kunatisha sana. Ungehisi kwamba kuta hizi nyembamba za kaburi hili zingekuangukia wewe na kuzikwa angali yu hai. Niliangalia vita kama nafasi ya kupanda ngazi hii, kuwa kama mjomba wangu, kuwa shahidi na mfia dini ya Uislamu. Kujitoa jihadi ilikuwa ni njia ya kutoka kwangu, kwa kweli, kutoka kwenye maisha duni na maisha yasiyo na matumaini ambayo nilikuwa nikiishi kama Muislamu. Kama Muislamu hakuna uhakika wa wokovu isipokuwa kupitia kuifia dini na kifo cha ushahidi tu. Wewe huna wala hujui kabisa itakuwaje kwako kama Muislamu ukifa nje ya jihadi na kuifia dini. Nilitaka tu kuhakikisha kwamba nimekubaliwa na Mungu nami nina uzima wa milele ninalokusudi maishani. Baada ya kuhitimu mafunzo yangu ya kijeshi, nilirejea nyumbani. Nilikuwa na rafiki yangu wa karibu sana. Tulifahamiana tangu tulipokuwa na umri wa miaka 6 na tuliweza kusoma pamoja. Lakini tulipokwenda kwenye usahili wa kijeshi, rafiki yangu yeye hakuchaguliwa kujiunga na huduma ya kijeshi kwa sababu za kiafya. Miguu yake haikuwa na uvungu. Alikuwa akiitwa Rasuli. Nilimpigia simu naye akasema nahitaji kuonana leo Mohamed. Tulionana na ndani ya mazungumzo yetu kama dakika 10-15 hivi niligundua rafiki yangu amebadilika sana. Nakumbuka alikuwa mtukutu sana tulipokuwa tukicheza mpira wa miguu au wa kikapu shuleni. Wakati tulipoanzisha ugomvi, nakumbuka Rasuli alikuwa ni mrefu na mwenye nguvu zaidi yangu, hivyo nilikuwa nikimtanguliza mbele naye alikuwa akipigana nao. Lakini siku hiyo alikuwa mwenye utulivu wa tofauti sana, mwenye amani sana, alikuwa mpole sana. Hii ungeweza kuhisi hali hiyo ikitoka ndani ya nafsi yake, kwani hata uso wake ulikuwa uking'ara. Na kwa kweli nilifadhaika. Nilijaribu kumhoji kujua kuna nini au kama kulikuwa na tatizo lolote kwa upande wake siku hiyo. Rasuli aliniambia amekuwa Mkristo. Aliponiambia hivyo kwamba amekuwa Mkristo, ilinipelekea kunivuruga mtazamo wangu kiimani. Sisi kama Waislamu, miongoni mwa vitu tunavyoviamini katika imani yetu ya Islam ni hatima. Kila kitu ni majaliwa, kila kitu kilishapangwa hata kabla hakijatokea. Umezaliwa Muislamu, utakufa Muislamu. Ukizaliwa Mkristo, utakufa ukiwa Mkristo. Huwezi kubadilisha dini yako. Sijai kusikia dhana ya uongofu. Aliposema hivyo nikaanza kubishana naye, na nilijua ukengeufu huo na kuacha imani ya Kiislamu ni dhambi, lakini sikujua kuwa upo uwezekano wa mtu kubadilisha dini moja kwenda nyingine. Lakini Rasuli kwa utulivu alinieleza kwa uzoefu wake kumhusu Yesu na mabadiliko ambayo Yesu na Ukristo umeyaleta maishani mwake. Baada ya majadiliano na kubishana kwa muda mrefu, nilikuwa najaribu kumrekebisha. Aliniambia hivi tu. Mwisho wa mazungumzo yetu, Muhammad, uliniuliza sababu ya mabadiliko haya na nikakwambia ni Yesu, ndiyo maana nimebadilishwa. Kila kitu alichokuwa akisema nilihisi kama kilikuwa kinapita juu ya kichwa changu, na nilikuwa na masikio lakini sikuweza kusikia siku hiyo. Hivyo ndivyo alivyoniambia siku hiyo ambayo ilibadilisha maisha yangu. Alisema Yesu alipigwa, alichubuliwa, alikatwa, Yesu alisulubiwa, damu yake ilimwagika kwa ajili yangu, na alitoa maisha yake ili tuwe na uzima wa milele. Aliponiambia hivyo nilishangazwa zaidi, kwani lilikuwa ni jambo bora ambalo sikuwahi kulisikia katika maisha yangu yote. Aliponiambia hivyo nilihisi ni kitu ambacho kiliniingia moyoni mwangu, na nilijihisi nikiwa uchi mbele ya Mungu mtakatifu nisiye na kitu cha kumtolea. Nilijihisi hivyo kwa wakati huo kwamba kila uongo, kila udanganyifu ambao nilikuwa nafanya kazi chini yake, pazia la udanganyifu lilichanika mbele ya macho yangu. Nilikuwa nikijichubua, nilikuwa nikijikata, nilimwaga damu yangu mara nyingi, na nilitaka kuyatoa maisha yangu, nilitaka kutoa uhai wangu ili kumridhisha Mwenyezi Mungu. Aliniambia siku hiyo kwamba Muhammad, hayo yote yalikuwa yamekamilika, yamefanyika katika nafsi ya Yesu Kristo. Niligundua deni nilokuwa najaribu kulilipa lilikuwa tayari limelipwa.
kupitia kazi ya msalaba na yale Yesu amenifanyia. Na neno la Mungu lilipenya moyoni mwangu na nilisikia Injili kwa mara ya kwanza. Nilipiga magoti, hakika nilipiga magoti, na nikamsihi rafiki yangu Rasuli, nifanye nini ili niingie katika uzima wa milele? Na aliniongoza kupitia maombi haya rahisi, kutubu dhambi zangu na kumwomba Yesu awe Mwokozi na nuru ya maisha yangu. Na mara niliporudia maombi hayo na kuliamini hili moyoni mwangu na kukiri kwa kinywa changu, niliweza kuona rangi, kujihisi tofauti kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, na nilijua tu kuna kitu kimetokea, kuna kitu kimebadilika. Uzito huo ambao niliendesha chini yake, ambao nilihisi kama nilikuwa nao kilo 200 kwenye kila bega langu, ulikuwa ukinielemea. Wakati huo nilipomkiri Yesu na nikatubu dhambi zangu, nilihisi kutuliwa ule mzigo na uliondolewa kutoka kwangu. Na kutoka ndani ya moyo wangu nilijua kwamba nilikuwa nimewekwa huru. Baada ya kukutana na Mungu, ilinibidi nizidi kutafakari zaidi kama Ukristo na Yesu ni kweli. Hivyo kila kitu ambacho Uislamu unanifundisha au kila kitu ambacho Uislamu naamini, je, ni uongo? Kwa hiyo familia yangu yote na jamaa zangu wote na jamii yangu kwa ujumla hapa nchini na ulimwengu wote wa Kiislamu wanafanya kazi chini ya uongo. Nilikuwa na mgogoro huu kwamba ilinipasa kukabiliana nao katika akili yangu na moyo wangu. Nilipokuwa bado nikikabiliwa na shida hii, nilikwenda kanisani kwa mara ya kwanza katika maisha yangu. Nilipoingia tu ndani ya kanisa, nilikutana na wingu la utukufu wa Mungu, kitu kama wingu. Nilikuwa nimefungwa ndani yake na ilikuwa ya kushangaza kabisa. Nilikuwa nikioshwa na uwepo wa Mungu mtakatifu, na mara mbili ndani yangu nilisikia sauti kubwa. Haikuwa sauti ya kusikika, lakini ilikuwa kubwa zaidi kuliko sauti inayosikika. Nilisikia ikisema kwamba nyumba yako, nyumba yako, na nilijua tu ilikuwa ni mahali pazuri. Rafiki yangu alinipatia Biblia Agano Jipya iliyo katika lugha ya Kiajemi, ambacho ni kitabu haramu nchini Iran, akisema, Muhammad, kitabu hiki kimeandikwa kwa ajili yako, kikisoma kitazungumza na wewe na Mungu atabadilisha maisha yako. Na nilianza kuisoma Injili. Nilipitia vitabu 4 katika Injili mara 5 kila kimoja. Sikuweza kuweka kitabu chini na nilikuwa kweli nikikinzana na neno la Mungu na kila kitu. Hiyo ilikuwa hasa katika kitabu cha Mathayo sura ya 5, 6 na 7, na bila shaka nilipokuja sura ya 11 mstari wa 28 inayosema, njoeni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Nila yangu ni laini na mizigo yangu ni mepesi, nawe utapata raha nafsini mwako. Haya, hizo zote zilikuwa zinazungumzia moja kwa moja maisha yangu. Jioni moja nilikuwa nikifuata kile Yesu alichokisema katika kitabu cha Mathayo wakati akihubiri mlimani, kwamba unapokuwa unaomba unatakiwa uingie ndani ya chumba chako, unajifungia chumbani, halafu unafanya maombi yako kati yako na Mungu wako. Taa zilikuwa zimezimwa, nami nilikuwa tu na ushirika na Mungu wangu. Na ghafla baba yangu akaingia ndani ya chumba changu na akauliza, Muhammad, unafanya nini? Nami nikasema, ninaomba. Kisha akasema, unamuomba nani? Ndipo nikasema, baba, ninamuomba Yesu. Tulikuwa na picha ya maimamu na nabii anayejiita Mtume Muhammad kwenye kuta za nyumba yetu. Akanioneshea kidole Muhammad na akasema, kwa nini isiwe Muhammad? Nami nikasema, Muhammad amekufa baba, mtu aliyekufa angewezaje kusikia maombi yangu? Naye akanilahani na kunishambulia kwa kurusha mateke na ngumi, na hapo nilijua tu niko katika hali ya hatari. Kwa hivyo nikajiondoa kwake na kukimbia kutoka nyumbani. Na nikampigia simu rafiki yangu nikamwambia, Rasul, hiki ndicho kinachoendelea, sidhani kama naweza kurudi nyumbani tena. Na Rasuli akaniambia hapo mwanzo ya uongofu wake upinzani wa familia ulikuwa sawa na huu tu, lakini sasa kila kitu kimebadilika. Nyumbani kwao na wazazi na dada na wengine wote wamekuja kuamini katika Bwana Yesu. Kwa hivyo niligundua kuwa tuko wengi, na wakati wangu ambao familia ya kibiolojia ilinikataa, Mungu alikuwa amenitayarishia familia yangu nyingine ya kunipokea. Ilitubidi tunyamaze sana na tuishi kwa uangalifu sana, kwa sababu tuliishi kama waasi katika nchi ya Kiislamu ambayo Ukristo ni haramu, na ikiwa wewe ni muasi, uasi adhabu yake ni kifo. Kwa hiyo tulipaswa kuwa waangalifu sana.
Naam, baada ya miaka mitatu kuhusika katika usambazaji wa Biblia, uinjilisti na kufanya kazi kama dereva wa taksi, kujaribu kujikimu kimaisha na kisha kuwahubiria watu wengi sana ambao walikuwa abiria wangu. Siku moja namkumbuka mmiliki wa wakala wa teksi ambayo nafanyia kazi, aliketi kwenye gari langu na kuniambia hivyo kwamba wapelelezi wa utawala wa Kiislamu wamefika ofisini kwao kuniulizia mimi na shughuli zangu. Aliniambia, Muhammad, ikiwa watu hawa wataanza kushughulika na wewe, sio kwamba watakuumiza peke yako, bali wataiumiza na familia yako pia. Familia yako iko hatarini. Na niliamua hivyo kwamba wiki hiyo ni lazima niondoke Irani kabla hawajanipata na bado hawajazuru familia yangu. Kwa hiyo nilienda katika Umoja wa Mataifa, kamishina ya wakimbizi, na niloeleza hali yangu, nikaeleza kile kinachoendelea katika maisha yangu. Kwa neema ya Mungu, hatimaye niliweza kukubaliwa kama mkimbizi wa kidini na kupelekwa Amerika. Nikaanza kuishi Amerika mnamo mwezi wa 6 mwaka 2012. Nilihamia Los Angeles na jirani kidogo kutoka ghorofa yetu kulikuwa na kanisa jipya la Kiirani. Na ilikuwa na idadi kubwa ya Wairani na kanisa hilo lilikuwa ni kwa ajili ya wakimbizi wa Kiislamu. Na hapo ndipo nilipokutana na mke wangu na tulioana. Tuna miaka 11 sasa. Nilijaribu kadri niwezavyo, nilijitahidi zaidi kuiga haraka niwezavyo na bora niwezavyo na kisha kujifunza lugha, na bila shaka nilipooa Marekani imerahisisha kila kitu. Kwa hivyo imekuwa safari nzuri na imekuwa furaha kweli kweli. Ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba Yesu ndiye kitu bora zaidi ambacho kinaweza kumjia mtu yoyote. Ni nini kinachoweza kuwa bora kuliko Yesu? Ni nini kinachoweza kuwa bora zaidi kwamba tayari umeidhinishwa kwa sababu ya kile Yesu amefanya? Hakuna kitu bora kuliko kuidhinishwa na Mungu, kujua kwamba umekubaliwa katika ushirika wake. Tukijua sasa wewe ni sehemu ya familia ya Mungu, tayari umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Anakupenda sana. Ametoa kilicho bora kwa ajili yako, kwa ajili yetu, kutusamehe dhambi zetu. Nilijaribu kumkaribia Mungu mtakatifu, lakini sikuweza kwa juhudi zangu mwenyewe, lakini alikuwa na huruma sana, hata akanifikia na akanileta ndani, na kwa hakika alilipa deni langu. Ikiwa wewe ni Muislamu au unazingatia kubadilisha kutoka Uislamu hadi Ukristo na unafikiria juu yake, nini kitatokea kwangu, nini kitatokea kwa familia yangu, huna budi kujua kwamba tuko hapa kwa muda mfupi, miaka 80, 90, miaka 100 zaidi. Hatutakuwepo katika maisha haya, lakini gharama ya kuishi milele, kutengwa na Mungu, hiyo ni gharama ambayo unapaswa kuizingatia, sio gharama ya marafiki na familia ya hapa. Ameifanya rahisi sana, inatendeka rahisi kwamba unahitaji tu kusikia ujumbe wa Injili kwamba yale Mungu aliyokutendea yanatosha, na unapaswa kunyenyekea na kukubali. Unapaswa kufungua mlango. Chukua zawadi hii na uifungue na uipokee. Je, inaweza kuwa rahisi zaidi kuliko hiyo? Biblia inatuambia kwamba Yesu amesimama kwenye mlango wa mioyo yetu akigonga juu yake, na ikiwa tutafungua mlango wa mioyo yetu ataingia na kula pamoja nasi. Biblia inasema ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na ukiamini kwa moyo wako kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu utaokolewa. Ninamaanisha, hii ni rahisi sana, ni jambo bora zaidi unaweza kuwahi kufanya.